Hivi karibuni kamati ya uhakiki wa mikopo ya 10% inayotolewa na halmashauri kupitia mapato yake ya ndani katika wilaya ya Kasulu ilifanya ziara ya kimkakati kutembelea kikundi cha umoja wa vijana cha MUZYE kwa lengo la kujionea namna kikundi hicho kilivyotumia mkopo wa zaidi ya shilingi milioni 32 waliopata kupitia dirisha la robo ya pili ya mwaka wa fedha 2025-2026. Ziara hiyo imelenga kufuatilia utekelezaji wa mradi huo pamoja na kuhakikisha fedha zilizotolewa zinatumika kwa malengo yaliyokusudiwa ya kuinua vijana kiuchumi na kuchochea maendeleo ya jamii. Mwenyekiti wa kamati hiyo ambaye pia ni katibu tawala wa wilaya ya Kasulu, Teresia Mtewele, amesema kamati hiyo imeridhishwa na utekelezaji wa shughuli za kikundi hicho ambazo zinaendana kikamilifu na andiko lao la mradi lililoeleza kuwa wangekwenda kuanzisha kiwanda cha kuzalisha sabuni pamoja na kutengeneza malighafi ya mife kwa ajili ya kuwauzia wazalishaji wengine wa sabuni. Kikundi hiki ni kimoja wa wanufaika wa mikopo ya 10% katika dirisha la pili la robo ya pili kwa mwaka wa fedha 2025-26. Waliomba shilingi milioni 32,250,000 na katika andiko lao walitueleza kwamba makusudio yao ni kuanzisha kiwanda ambacho kitazalisha sabuni za miche, lakini pia wanakwenda kuzalisha mise ambayo watauza kwa ajili ya watumiaji wengine wa material ya kutengeneza sabuni. Tumefika hapa, tumepitishwa na tumeona mchanganuo wa ile pesa wametekeleza kama ambavyo walikuwa wameandika katika andiko lao. Aidha, Teresia amesema kuwa lengo lingine la ziara hiyo ni kuondoa dhana potofu iliyojengeka kwa baadhi ya wananchi kuwa mikopo hiyo ni ya kisiasa na kwamba haitolewi kwa vitendo. Amesema kwa upande wa halmashauri ya wilaya ya Kasulu tayari ofisi ya mkurugenzi imetenga fedha kwa ajili ya madirisha mawili yaliyosalia katika mwaka huu wa fedha unaoelekea kuhitimishwa. Kumekuwa na kasumba kwamba mikopo ya 10% ni siasa. Jamani, mikopo ya 10% sio siasa. Tangu sheria mpya imeanza katika halmashauri hii ya Kasulu vijijini, tumekuwa tukihakikisha tunatekeleza kwa vitendo. Na niseme tu tunakwenda kufunga mwaka wa fedha 2025-26. Ofisi ya mkurugenzi tayari kupitia bajeti ambayo ilikuwa imepitishwa mwaka wa fedha huu wameshatenga 10% na wameingiza kwenye akaunti maalum ya mikopo ya 10%. Nao wanachama wa kikundi hicho wamesema kuwa mkopo huo umewanufaisha kwa kiasi kikubwa, kwani hapo awali walikuwa hawana ajira, lakini sasa wameweza kujiajiri wenyewe pamoja na kuajiri vijana wengine waliokuwa hawana kazi. Kiufupi kabisa, sisi wanufaika tulipoanza na tumeanza kwa asilimia chache sana. Kama vijana tulikuwa tunatengeneza sabuni za kutumia mikono, yani zile za magadi za Kigoma tunatumia za mikono, zile tulikuwa tunatengeneza kwa mabox, lakini mpaka sasa tumeweza kupata mashine ya kutengeneza sabuni kutokana na mkopo wa 10%. Na maana mimi mwenyewe nilipokuwa mwanzo na mpaka sasa nilipo, yani nasema ni kiasi kikubwa sana. Rais Samia ametukomboa sisi kama vijana. Na sisi pata mkopo vijana 10% na ni mkopo ambao umetupa faida kubwa vijana, lakini pia kwa jamii ya MUZYE. Mkopo huu umetunufaisha sisi vijana sababu tumepata ajira, kwa tuna ajira kisha tumeanza kujiajiri sisi wenyewe, lakini pia na kuajiri wengine ambao hawana kazi na wenzetu. Mratibu wa mikopo ya 10% wa halmashauri ya wilaya ya Kasulu, Permina Msuta, amesema anafurahishwa na hatua kubwa iliyofikiwa na kikundi hicho, ikiwemo ujenzi wa kiwanda na ununuzi wa mashine za kutengenezea sabuni. Amesema tayari wameanza uzalishaji na soko la bidhaa zao linaonekana kuwa la uhakika kutokana na uhitaji mkubwa uliopo katika eneo hilo. Tumeona mikopo hii imewasaidia vijana wetu kwa sababu kuna uhitaji wa bidhaa hizo, wameweza kupata wateja katika eneo la mradi kijiji cha MUZYE na pia kwa wafanyabiashara wilayani Kasulu. Kwa kweli wapo kwenye hatua nzuri. Kwa ujumla, mafanikio ya kikundi cha umoja wa vijana cha MUZYE ni kielelezo halisi cha namna mikopo ya 10% inavyoweza kuwa mkombozi wa vijana pale inapowekwa katika matumizi sahihi na yenye malengo ya maendeleo. Kupitia mradi huo, vijana hao si tu wamejiongezea kipato, bali pia wamefungua fursa mpya za ajira na kuchangia upatikanaji wa huduma muhimu ndani ya jamii yao.